tena akakutana na Anita. Anita akamuulizia tu, kwa nini ungeniokoa? Kwa nini ulifanya hivi? Sikuwa na chaguo, nilitaka kumwokoa baba yangu. Anita akamtaka mwambie mzee wake kilichotokea chote, na akimaliza kufanya hivyo atamsamehe kabisa. Ataanzia wapi sasa? Akifanya hivyo tu anaenda jela ise. Afadhali mzee wangu atakuwa anajua ukweli na ataacha kunitafuta tena. Debora akasisitiza hawezi kufanya hivyo. Akapewa siku 2 tu au ameshasema kila kitu. Mtu akawa amesepa hapa. Debora alikimbia kama mjinga ise. Huku Jennifer anamwambia Rose kuwa lecture wao amekubali kupokea rushwa, hivyo watafaulu bila kusoma kabisa. Mzimu wa Anita ukatokea hapa. Aliyekuwa anauona ni Jennifer peke yake. Rose kila kiangalia aoni kitu, lakini Jennifer anauona, akapiga kelele kama mjinga hapa. Walipofika nje huku, Rose ikabidi aulize, shida ni nini? Jennifer akasema, nimemuona Anita. Anita amekufa. Nimemuona. Akaja Dabi hapa analalamika amemuona Anita pia. Kati ya wote hawa ni Rose tu hajamuona. Akasisitiza amekufa na wamemzika. Wote wakasema wamemuona. Mara akatokea tena hapa. Rose akawa amemuona sasa. Anita akawaambia watubu kwa kila ambacho walikifanya. Walikimbia kama wajinga hapo na mbio. Sasa ikabidi wakakae wajadili namna ambavyo watauzuia huu mzimu. Rose akasema kuna mtu wanamjua anaweza kuukamata huu mzimu na wanapaswa watoroke wakaonane naye. Mara wakaanza kuchapwa viboko na mtu ambaye hawamjui. Walipigika kinoma yani. Pigwa sana. Wanakula bakora bila kujua zinatoka wapi. Wakakimbia kama wajinga hapo na mbio. Wakaja moja kwa moja hadi kwenye ofisi ya principal. Principal akawa haelewi hapa. Ndio wakasema sasa kuwa Anita